Ahmed Khalfan Gailani, Mtanzania wa kwanza kufungwa gereza la Guantanamo kwa kesi ya ugaidi. Mwamba aliyozaliwa Machi 14 mwaka 1974 ni Mtanzania aliyekuwa na kesi ya kushiriki kwenye tukio la kigaidi la Al-Qaeda, aliyohukumiwa kwa jukumu lake kubwa katika ulipuaji wa balozi nchini Kenya na Tanzania. Alishtakiwa nchini Marekani kama mshiriki katika milipuko ya mabomu ya ubalozi wa Marekani wa mwaka 1998. Alikuwa kwenye orodha ya FBI Most Wanted Terrorists tangu ilipoanzishwa Oktoba mwaka 2001. Mnamo mwaka 2004 alikamatwa na kuzuiliwa na vikosi vya Pakistani katika operation ya pamoja na Marekani, na alishikiliwa hadi Juni 9 mwaka 2009 katika kambi ya kizuizi ya Guantanamo. Kulingana na gazeti la The Washington Post, Gailani aliwaambia maafisa wa kijeshi kuwa anajuta na kudai kuwa alikuwa mhasiriwa aliyetumikishwa na watendaji wa Al-Qaeda. Gailani alisafirishwa kutoka Guantanamo Bay hadi New York City kusubiri kesi katika mahakama ya wilaya ya Marekani ya kusini mwa New York mnamo Juni mwaka 2009. Kesi hiyo iliposikilizwa, hakimu alikataa ushahidi wa shahidi mkuu. Mnamo Novemba 17 mwaka 2010, mahakama ilimkuta na hatia ya kosa moja la kula njama na magaidi, lakini ilimwachilia huru kwa mashtaka mengine 284 yakiwemo makosa yote ya mauaji. Wakosoaji wa utawala wa Obama walisema uamuzi huo unathibitisha kwamba mahakama za kiraia haziwezi kuaminiwa kuwashtaki magaidi kwa vile inaonyesha kuwa mahakama inaweza kumwachilia mshtakiwa. Wafuasi wa kesi hiyo walisema kwamba hukumu kali inathibitisha kwamba mfumo wa haki wa shirikisho unafanya kazi. Mnamo Januari 25 mwaka 2011, jaji wa wilaya ya Marekani, Lewis A. Kaplan, hakimu msimamizi katika kesi hiyo, alimhukumu Gailani, ambaye alikuwa na umri wa miaka 36 wakati huo, kifungo cha maisha jela kwa shambulio hilo la bomu, akisema kwamba mateso yoyote ambayo Gailani aliyapata mikononi mwa CIA au mashirika mengine akiwa chini ya ulinzi wa gereza la Guantanamo yalikidhi vigezo. Milipuko ya mabomu katika balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania mwaka 1998 ambayo iliua watu 224 wakiwemo wa Marekani 12 na kuacha maelfu kujeruhiwa au kuathiriwa yalionyesha jinsi gani huyu mwamba alikuwa amedhamiria. Mashambulizi hayo yalikuwa mojawapo ya matukio mabaya zaidi yasiyo ya wakati wa vita ya ugaidi wa kimataifa kuathiri Marekani, yalikuwa kwa kiwango kisichozidi hadi mashambulizi ya Septemba 11 miaka mitatu baadaye. Gailani, ambaye alisema hakuwahi kuhusika na hakukusudia kuua mtu yoyote, alikuwa amepangwa kushirikiana na wachunguzi, kazi yake ikiwa ni kutoa taarifa zilizotafutwa na wachunguzi, na baadaye alisema kuwa anajuta na wakili wake wa utetezi, lakini hoja hiyo ya kutohusika au kujuta haikukubaliwa. Ni mtu wa 5 kuhukumiwa. Wengine 4 walihukumiwa kifungo cha maisha jela katika kesi ya mwaka 2001 katika mahakama ya shirikisho ya Manhattan. Osama bin Laden pia alitajwa katika hati ya mashtaka hayo. Maisha yake ya awali. Gailani alizaliwa mwaka 1974 huko Zanzibar, Tanzania, visiwani, na ni raia wa Tanzania. Anazungumza Kiswahili na aliwahi kuwa tabligh, mhubiri anayesafiri nchi mbalimbali kwa ajili ya Uislamu. Gazeti la Denver Post lilichapisha wasifu wa Jeffrey Colwell, kaneli wa zamani katika jeshi la wanamali la Marekani, aliyekuwa amejitayarisha kumtetea Gailani alipokuwa chini ya ulinzi wa kijeshi. Colwell alivitembelea familia ya Gailani nchini Tanzania, visiwani Zanzibar, pamoja na kumfahamu Gailani mwenyewe. Kulingana na maelezo ya Colwell, alisema kuwa Gailani alikuwa mvulana mdogo wakati huo, aliyoshawishiwa na kutumika tu kama kete. Matukio ya ulipuaji balozi za Marekani mwaka 1998. Baada ya kujiunga na Al-Qaeda, alikuwa mtaalamu wa milipuko na akapewa kazi ya kupata vifaa vya kutengeneza mabomu jijini Dar es Salaam, kulingana na maelezo ya wenzake waliohukumiwa na wahusika wenzake wa ulipuaji ubalozi, akina Mohamed Sadiq Ode na Khalfan Khamis Mohamed. Jukumu hili lilitatizika na ukweli kwamba Gailani hakuweza kuendesha gari, kwa hivyo ununuzi wowote wa chochote kilichokuwa mkubwa au mzito kwa baiskeli yake, kama vile tanki za oxygen na acetylene, lililazimu mizigo hiyo ibebwe na gari na mtu mwingine kwenye gari.
Gailani alikuwa Nairobi, Kenya kufika Agosti 6 mwaka 1998 kama tunadhaniwa kwamba alikodi chumba katika hoteli ya Hilltop kinachotumiwa na washambuliaji na kukimbilia kwenda Karachi kwa ndege ya shirika la Unde ya Kenya kabla ya mabomu hayo kulipuka. Wakati mwingine huko Pakistani au Afghanistani alimuoa mwanamke aitwa Muzbek. Kutafutwa na kupatikana kwa kesi za kigaidi. Mnamo Mei 24 mwaka 2004, mwanasheria mkuu wa Marekani John Ashcroft na mkurugenzi wa FBI Robert Mueller walitangaza kwamba ripoti zilionyesha kwamba Gailani alikuwa mmoja wa wanachama 7 wa Al-Qaeda waliokuwa wakipanga hatua ya kigaidi kwa majira ya juma au vangi la mwaka 2004. Magaidi wengine waliodaiwa kutajwa kwa tarehe hiyo ni Fazul Abdallah Mohamed, ambaye pia alikuwa amelidhikiwa mapema na FBI kama 19th Most Wanted Terrorist, na wengine 4: Abderauf Judei, Amir El Maati, Afia Siddiqui, Adam Yahya Gadhan na Adnan G. El Shukrijma. Abderauf Judei, wote hawa walikuwa kwenye orodha ya FBI Seeking Information War Against Terrorism tangu Januari 17 mwaka 2002, na wengine 4 waliongezwa. Wademokrasia wa Marekani waliandika onyo hilo kutiliwa shaka. Wakitupilia tharamu tizo hilo, walidai kuwa ni kugeuza mawazo kutoka kwenye idadi ya kura za President Bush zinazoporomoka na kusukuma mapungufu ya uvamizi wa Iraki nje ya ukurasa wa kwanza. Mkurugenzi wa CSIS Reid Moden alionyesha wasiwasi, akisema inaonekana zaidi kama ni siasa ya mwaka wa uchaguzi kuliko ni tizo dhahiri. Na gazeti la The New York Times ilisema siku moja kabla ya tangazo hilo, walikuwa wameambiwa na idara ya usalama wa ndani kwamba hakuna hatari. Kukamatwa kwake ilifanyika na idara ya ujasusi Pakistani kwenye mswako na makomando wa polisi. Julai 25 mwaka 2004, vita vya karibu masaa 8 vilianza kwenye mji wa Gujarat, Pakistani, kati ya afisa wa usalama na magaidi. Gailani na wengine 13 pamoja na mkewe na watoto walikamatwa. Afisa wa polisi alijeruhiwa katika vita. Mwanza wako wa mambo ya ndani Makhdum Faisal Saleh Hayat alitangaza kuteka kwake Gailani Julai 29 mwaka 2004. Serikali ya Marekani ilikuwa imetoa zawadi ya dola za Kimarekani 500,000 iliyotolewa kwa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa Gailani. Baadhi ya ripoti za kivyombo vya habari ikiwemo jarida la Marekani la The New Republic zilihoji kwamba muda wa kutangazwa kuteka kwake Gailani ulichochewa kisiasa. Tangazo hilo lilitolewa masaa kadhaa kabla ya mgombea urais wa Marekani John Kerry kutoa hotuba yake ya kukubalia katika mkongamano wa kitaifa wa kidemokrasia wa mwaka 2004, tukio ambalo mgombea alipata msukumo mkubwa katika uchaguzi. Hayat alitangaza tangazo hilo baada ya usiku, ili mradi alikuwa amemjua Gailani siku chache kabla yake. Maafisa wa Pakistani walikania kuwa kulikuwa na hali hiyo. Mara baada ya kukamatwa kwa Gailani na wengine waliokuwa naye, gazeti la The Boston Globe likinukuu chanzo cha Umoja wa Mataifa lilisema kwamba Gailani alikuwa mmoja wa wanafanyikazi wa Al-Qaeda waliokuwa Liberia mwaka 2001 kushughulikia almasi za migogoro chini ya ulinzi wa dikteta wakati huo Charles Taylor. Uchunguzi juu ya uwezo wake. Gailani alikuwa katika 60% ya wafungwa walioshiriki katika kikao cha mahakama. Mukhtasari wa memo ya ushahidi ulitayarishwa kwa kikao cha kila mfungwa. Memo ya Gailani ilimshtaki kwa mambo yafuatayo. Idara ya ulinzi ilitangaza Agosti 9 mwaka 2007 kwamba wote 14 walikuwa wafungwa wa thamani ya juu waliohamishwa kutoka mitandao ya CIA waliklasifikiwa rasmi kama wapambanaji wa adui. Ingawa mahakimu kama Peter Brownback na Keith J. Aldred waliamua miezi miwili kabla kwamba wapambanaji haramu tu ndio wangekabili mitata mikijeshi, lakini idara ya ulinzi iliondoa mchujo huo na kusema kwamba wote 14 sasa wanaweza kukabiliwa mashtaka mbele ya mitata mikijeshi ya Guantanamo. Mshtakiwa wa Al-Qaeda anayedaiwa kuhusika katika milipuko ya balozi za Marekani mwaka 1998 iliyoua watu 224 na kuwajeruhi wa karibu watu 1485 alikabiliwa na mashtaka 9 ya uhalifu wa kijeshi, 6 za nafasi 4 kwa makosa ambayo yangekuwa na hukumu ya kifo ikiwa wangepatikana na hatia kwa mahakama ya kijeshi.
iliripotiwa March 31 mwaka 2008, Scott L. Fenstermacher na David Remes walikuwa katika mzozoro harari kuhusiana na tafsiri ya kwamba nani alikuwa anaidhinishwa kumsaidia Gailani. Mnamo mwezi Juni 2009, Gailani alihamishwa kwenda New York kujibu mashtaka katika mahakama ya shirikisho. Idara ya haki chini ya mwanasheria mkuu wa Marekani, Eric Holder, ilielekeza mwanasheria wa wilaya ya kusini mwa New York, Preet Bharara, kusiombe hukumu ya kifo katika mkataba wa Oktoba mwaka 2009. Kuhamishaji mpaka nchini Marekani. Mnamo 31 Agosti mwaka 2009, Corrections One, jarida la biashara la vyombo vya Garaza, ilikisia kwamba Gailani alikuwa mmoja wa wafungwa 10 waliokisiwa kuwa wanaweza kuhamishwa kwenye gereza lenye ulinzi hadi ya juu katika Standish, Michigan. Badala yake, Gailani alihamishwa New York City kujibu mashtaka katika mahakama ya silivili. Aligundu kwamba kuhamishwa kutoka mamlaka ya kijeshi kwenda mamlaka ya silivili ilimaanisha kwamba hangekuwa naweza kusaidiwa na Colonel Jeffrey Colwell na Major Richard Richter. Mnamo Februari 10 mwaka 2010, jaji wa mahakama